watazamaji wa Zungiza Channel. Katika kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu misingi ya malezi bora. Kwenye vipindi vilivyopita tuliangaza kuhusu dhana ya malezi bora, na leo tutazungumzia misingi ya malezi bora. Yaani kwamba ili malezi bora yapatikane, je, ni mambo gani ya kuzingatia ambayo ni muhimu? Sababu neno msingi linamaanisha kwamba ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine lazima liwepo ili kutoa uhakika wa uwepo wa jambo fulani. Mathalan, mtu unapotaka kujenga nyumba lazima uanze na msingi, na msingi ulio imara ili nyumba iweze kudumu kwa muda mrefu. Unataka kuanzisha biashara, sharti lazima uwe na msingi. Kupitia msingi huo, basi biashara inaweza kustawi na kudumu kwa muda mrefu. Misingi ya malezi bora. Misingi ya malezi bora, haya ni mambo muhimu ambayo wakati wa mchakato mzima wa malezi kwa watoto na vijana lazima kuzingatiwa na kutekelezwa ipasavyo ili kupatikana kwa malezi bora. Misingi ya malezi bora, hii ni nguzo kuu ambayo bila uwepo wa misingi hiyo malezi bora hayawezi kupatikana. Miongoni mwa misingi ya malezi bora kama ifuatavyo. Msingi namba 1 ni tabia na mwenendo bora kutoka kwa mzazi au mlezi. Malezi kama malezi huanzia kwa mzazi au mlezi, kwani mzazi au mlezi hawa ni watu ambao wako karibu sana na mtoto kuliko watu wengine. Mzazi au mlezi kama msimamizi mkuu wa malezi ya mtoto anapaswa kujiweka katika namna iliyo nzuri kitabia pamoja na mwenendo ulio mzuri, kwani mzazi ndiyo kiigizo chema cha mtoto. Mtoto hujifunza kutoka kwa mzazi au mlezi ambaye ndiye mtu aliye karibu zaidi na mtoto kuliko mtu mwingine. Mtoto hufuata kwa kuiga yale yote anayoyaona au kuyasikia kutoka kwa mzazi au mlezi. Hivyo yapaswa mzazi au mlezi kujiweka katika namna iliyo nzuri, tabia zilizo nzuri, mwenendo ulio bora, ili mtoto aweze kuiga yale yaliyo mazuri kutoka kwa mzazi au mlezi anayesimamia malezi yake. Utakuta kuna baadhi ya wazazi au walezi labda ni wenye kuongea aidha maneno yasiokuwa mazuri, wakati mwingine hata kutukana hadharani. Hivyo mtoto anapokuwa katika stage ile ya ukuaji,
kujifunza mambo mengi, aidha kusema au kutamka yale anayoyasikia kutoka kwa watu wake wa karibu ambaye ni mzazi au mlezi. Na mtoto huiga kama alivyo, mwisho wa siku mpaka anapokuwa katika rika fulani, basi huendana na yale ambayo aliyoyasikia au kuyaona kutoka kwa mzazi au mlezi. Mwisho wa siku mtoto anakuwa katika maadili yasiyokuwa mazuri. Msingi namba 2, ufuatiliaji wa karibu wa mzazi au mlezi kwa mtoto wake. Yapaswa mzazi au mlezi kufuatilia kwa karibu tabia, mwenendo wa mtoto wake. Ufuatiliaji wa karibu wa mzazi kwa mtoto utasaidia kumjua vema mtoto wake na kuona kama kuna mabadiliko ya tabia ya mtoto yasiyokuwa ya kawaida. Kama ni tabia ya mtoto kuna mabadiliko ya aina yote ambayo mabadiliko haya sio mazuri, hayapo katika namna nzuri. Kwa hiyo kitendo cha kufuatilia mtoto kwa karibu kwa namna moja ama nyingine, mzazi ataweza kung'amua jambo lisilokuwa la kawaida katika mwenendo wa mtoto wake. Yapaswa wazazi au walezi kuwa karibu zaidi na watoto wao, kuwafuatilia kwa karibu zaidi. Baada anapotoka shuleni mathalan, kuangalia mwenendo wake, kwa sababu anapokuwa shule anakutana na jamii pana, watu wa aina mbalimbali wenye tabia tofauti tofauti, malezi tofauti tofauti na historia tofauti tofauti. Hivyo mtoto hapo katika mazingira ya shule huweza kupanda na mabadiliko ya tabia kutoka kwa watu wengine, hasa pale anapokuwa na marafiki wasiokuwa na tabia iliyo nzuri. Hivyo mzazi au mlezi apaswa kufuatilia kwa karibu kuona tabia ya mtoto wako, jinsi mwenendo wake ulivyo. Namba 3, kuwafundisha watoto mafundisho ya dini. Mafundisho ya dini haya ni mafundisho ambayo huzingatia juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa kiasi kikubwa mafundisho ya dini husaidia kujenga tabia ya mtoto na kuhimiza kuwa njema, kutofanya matendo ya ovyo yasiyotakiwa katika dini. Dini kama dini kwa kiasi kikubwa husaidia kuitengeneza tabia ya mtoto na hata kuirekebisha tabia ya mtoto pindi itakapokuwa imebadilika kwa kupewa mafundisho ya dini. Hivyo mafundisho ya dini yapaswa kuwa ni yenye kuzingatiwa kwa kiasi kikubwa. Umuhimu wa misingi ya malezi bora. Kama tulivyokwishaona, dhana ya malezi bora ni nini, misingi ya malezi bora ni nini, na kudodosa kwa uchache baadhi ya misingi hiyo, hebu tuangalie umuhimu wa misingi ya malezi bora. Namba 1, watoto au vijana kuwa na tabia njema. Misingi ya malezi bora kwa kiasi kikubwa itasaidia watoto kuwa na tabia njema. Na pili, nakutoka katika rika la utoto kwenda katika rika la ujana, kutokana na misingi bora ya malezi waliopewa tangu wakiwa watoto, basi kwa namna moja ama nyingine tabia zao zitakuwa njema na mienendo yao itakuwa katika namna iliyo nzuri vile inavyotakiwa. Kama mzazi mwenyewe au mlezi yeye mwenyewe jinsi alivyojiweka
na kutenda katika masuala mbali kama tulivyoona katika msingi namba 1. Namba 2, watoto kuwaheshimu wakubwa. Malezi bora huzingatia uwepo wa heshima watoto kwa wakubwa. Familia yoyote iliyolelewa katika malezi bora huwa ni yenye kulizingatia hili. Hivyo yapaswa malezi bora huwa ni yenye kuhimizwa, kufuatiliwa na kupewa kipaumbele cha hali ya juu. Mtazamaji, watoto kama hawa unaowaona hapa katika rika la utoto wanahitaji kuwa na malezi bora, kwani wanapokuwa katika malezi bora basi kwa wao inakuwa ni rahisi, inakuwa ni msingi imara pindi watakapokuwa katika rika lingine la ujana. Basi kwa namna moja ama nyingine watakuwa katika malezi ambayo waliolelewa, vile walivyolelewa katika kipindi cha utoto, basi tabia hiyo, mwenendo huu watakuwa nao pindi watakapokuwa katika rika la ujana na kuendelea na mwisho wa siku kuwa watu wazima. Kwani swala la malezi huwa linaanzia katika kipindi cha utoto. Pale mtoto anapozaliwa mpaka kufikisha miaka mitano pale mpaka miaka 15. Anapofikisha miaka 15 basi anakuwa katika kipindi cha utoto na katika kipindi cha ujana. Na hapo ndio malezi, na hapo ndio karibu zaidi kwa mzazi kwa mtoto ndipo unapohitajika, kwani hicho ni kipindi cha hatari. Kiingereza kinaitwa ni foolish age. Namba 3, uwepo wa upendo na kuthaminiana miongoni mwa watoto. Watoto wanapolelewa kwa pamoja katika malezi bora, kwa namna moja ama nyingine, malezi bora huhimiza watoto kupendana wao kwa wao, kusaidiana, kuthaminiana na kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo malezi bora huangazia kipengele hicho ambacho ni cha muhimu zaidi. Mwisho wa siku wanapokuwa na tabia ya kupendana wakiwa watoto, kujaliana wenyewe kwa wenyewe, basi kwa wao inakuwa ni rahisi hata watakapokuja kuwa wakubwa kuwa na hali kama hiyo ya kupendana, kuthaminiana na kujaliana. Iwapo watoto watakosa msingi muhimu kama huu, itakuwa ni vigumu watakapokuja kuwa wakubwa kuwaweka katika msingi wa namna hiyo. Inakuwa ni vigumu, ambao uweze ikachukua muda mrefu sana au jambo hilo lisifanikiwe kabisa. Na wazazi wengi au walezi wengi wameshindwa au wamefeli juu ya hilo kutokana na kutoweka misingi imara ya malezi bora kwa watoto wao kuanzia katika rika la utoto. Pia watoto kuwa watiifu kwa wakubwa zao. Hapa inaweza kuwa wazazi, walezi na watu wengine waliowazidi umri katika jamii. Malezi bora huhimiza watoto kuwa watiifu, kuwatii wakubwa, wanapoheshimu na tunapowatii wakubwa. Kwamba mzazi, mtu wa karibu, mlezi au hata mtu mwingine wa mbali wa nje ambaye amekuzidi umri, huyo ni sawa na mzazi wako au mlezi wako. Yaani huyo ni mzazi namba 2 au mlezi namba 2. Miongoni mwao ni walimu. Athari ya kutokuwa na misingi ya malezi bora.
pindi misingi ya malezi bora inapokuwa ni yenye kukosekana, basi hupelekea kutokea kwa athari mbalimbali. Mojawapo ni uwepo wa tabia za hovyo katika jamii. Kwani watoto wamekosa malezi yaliyokuwa bora kutoka kwa wazazi wao. Wazazi hawafuatilii kwa karibu nyendo za watoto wao. Wazazi wenyewe kwanza tu ni tatizo yani. Tabia zao za hovyo, neno yao ya hovyo. Mwisho wa siku na watoto pia uchukua hivyo, yani hukopi. Hayo hukopi na kupesi walioyaona, wanayoyaona na kuyasikia kutoka kwa wazazi wao. Hivyo msingi wa malezi bora inapokosekana, basi tutarajie kuwepo kwa tabia za hovyo. Mama ni changu doa, anajiuza, basi na mtoto wa kike naye atarithi hivyo kutoka kwa mama yake. Pia kutoheshimiana miongoni mwa watu, kwa sababu malezi bora yanahimiza kuheshimiana, kama vile watoto kuwaheshimu wakubwa. Hivyo watoto wanapokosa msingi wa malezi bora kama vile kuheshimiana, kuheshimu wakubwa au wenyewe kwa wenyewe kuheshimiana, basi hali inapokuwa imepevuka mpaka nafika katika hatua ya ukubwani, huko hali ya kutoheshimiana miongoni mwao inakuwepo. Aidha iwe ndani ya familia moja, baba mmoja, mama mmoja, toka nitoke. Hali hii inakuwepo, mwisho wa siku inakuwa ni tafrani ndani ya familia, hali kadhalika na jamii kwa ujumla. Pia uwepo wa chuki na uhasama katika jamii, kwani malezi bora huhimiza amani na utulivu, kupendana, kuheshimiana na kutochukiana. Hivyo malezi bora pindi ya kusikanapo, basi hali ya chuki na uhasama miongoni mwa wanajamii huwa ni yenye kujitokeza. Mtazamaji wa Zungiza Channel, hiyo ndiyo dhana nzima ya malezi bora ambayo yapaswa watu, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuzingatia kipengele hiki, kwani ni muhimu sana. Mpaka hapa naishia hapa. Tuendelee kuonana katika vipengele vinavyokuja vinavyohusiana na swala zima la malezi na jamii. Ni vitu ambavyo vitakuwa ni vyenye kuzungumziwa katika channel yako hii ya Zungiza Channel. Kwa hiyo ewe mzazi, ewe mlezi, usizamilie kukosa somo zuri kama hili. Ni somo ambalo kwa namna moja ama nyingine itakuwa ni mwongozo katika kipengele kizima cha dhana zima ya malezi. Kwa mtazamaji, zingatia hilo, kwani ni jambo muhimu. Malezi ni kitu muhimu, malezi yaliyokuwa bora na sio bora malezi. Ndugu wazazi na walezi, tuwe ni wenye kulizingatia hili. Msingi ya malezi bora hiyo ni jambo muhimu na iwe ni yenye kuzingatiwa. Naomba uwe nami katika vipengele vinavyofuata, katika masomo yanayofuata, ili tujumuike sote kwa pamoja katika kusimamia swala zima la malezi, misingi ya malezi bora. Naona kama hapo huyo anamsaidia mwenzake kumpata kipande cha embe naye kidogo ale.
kwamba hapa maana hawa watoto wamelelewa kwa pamoja. Kwa ile hali ya upendo, si unaona ndugu mtazamaji kipengele hicho ni kwamba hawa wako pamoja, kwa wote ni kitu kimoja. Kama wewe ni mkubwa, basi hebu muone huruma aliye chini yako, umsaidie japo hata kidogo kile ambacho wewe unacho na yeye anahitaji. Upendo kama huu hujengwa kuanzia utotoni, sio uwani, kama unavyojionea hapo wewe mtazamaji wa Zungiza Channel. Misingi ya malezi bora. Na hapa watoto kama hawa wanake wanaishi pamoja, wanalelewa pamoja. Pindi watakapokuwa kubwa, basi ile hali ya upendo, mshikamano, kuaminiana wao kwa wao itakuwa ni uwepo. Hii hujengwa tangu utotoni, ndio maana ya misingi ya malezi bora inaanzia tangu utotoni pale. Kama unavyoona watoto wa rika kama hili hapo katika rika ya utoto hapo kuanzia miaka 5 mpaka miaka 14 hapa. Yaani watu hapa ni kuanzia miaka 5, 3, 4, 5, 6, 7 mpaka miaka 14. Na kutoka kuanzia miaka 15 mpaka 25 iko katika kipindi cha ujana. Na hapo pia malezi yanakuwa ni yenye kuendelea 25 mpaka 35. Maana hapa kama mtu ameshakuwa mtu mzima, sasa anaweza kuendelea na maisha yake mwenyewe, yaani kujitegemea yeye mwenyewe. Na malezi na maana uangalizi wa mzazi kwa mtoto, tabia, mwenendo utakuwa ni wenye kuishia hapo. Ule uangalizi wa karibu utakuwa ni kutumia kama ni kutumia fimbo, tutakumbuka wakati mwingine malezi bora kama haya hii inaweza kupatikana si lele mama au rahisi. Pengine lazima nguvu itumike, fimbo zitumike. Hii inamjenga kama mtoto kisaikolojia. Pindi anapokuwa amefanya jambo, kumbe hili hapa nimepigwa, hili ni kosa nililofanya, nisirudie tena. Ameongea neno la hovyo, anapigwa hapo. Saikolojia inamjua kwamba ili niongea sio na uzuri, sitaki kufanya. Sitaki kucheza pale, ni pabaya. Nikicheza nitapigwa. Kwa hiyo hii inamjenga mtoto mpaka anapokuwa mtu mzima sasa. Wakaenda kwa kweli rahisi kuweza kung'amua kitu kizuri, kitu kibaya. Naye pia anapokuwa mtu mzima sasa, anakuwa na familia yake kwa namna moja ama nyingine, na yeye atahakikisha kwamba mtoto wake anamlea katika malezi yaliyokuwa bora ambayo yeye mwenyewe ameelewa. Hivyo mtazamaji wa Zungiza Channel, hili ni jambo muhimu ambalo lapaswa kuwa ni yenye kuzingatiwa. Tuwalee watoto wetu katika malezi yaliyo bora. Tuwapende watoto wetu, tuwathamini watoto wetu, tuwalee watoto wetu katika maadili yaliyo mema, katika misingi bora ya malezi. Tuzingatie malezi bora. Malezi bora, misingi ya malezi bora yanaanza na wazazi wenyewe. Misingi ya malezi bora huanza na wazazi wenyewe au walezi.
tuonane katika vipengele vinavyofuata vinavyohusiana na swala zima la malezi. Ni mimi msimulizi wako Mwalimu Zungiza, Teacher Zungiza, ndani ya Zungiza Channel. Usikose kuwasiliana nami kupitia email address yangu au barua pepe yangu zungizateacher@gmail.com. Namba yangu ya WhatsApp +255 719 92 50 38. Kwa maoni, maswali, mapendekezo, ushauri na hata pia pongezi kwa kile kinachowasilishwa hapa. Naomba uwe nami mwanzo mwisho. Uwe nami mwanzo mwisho katika vipengele vinginevyo vinavyokuja. Malezi bora. Mtoto kama huyu apate malezi bora, kwa jengewe misingi ya malezi bora. Mtoto anahitaji malezi bora. Misingi ya malezi bora. Jambo muhimu la kuzingatia. Ripoti kutoka hapa Vikindu, wilaya ya Mkuranga. Mimi Teacher Zungiza wa Zungiza Channel. Kwa heri ya kuonana. Tuonane katika vipengele vinavyofuata. Bye bye. Channel zungizateacher@gmail.com @zungiza channel 2020.